Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba kujua mtu kama ametiwa palasta kwenye kidonda akaambiwa asitoe wala asipatie maji au pop kwa wale wanaovunjika, anatakiwa swala je, anatakiwa kuzilipa sala kwa vile sehemu ile hakupatia maji au afanyeje? Jawabu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipovunjika Alimamu Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, alivunjika hivi kwenye vifundo vya viganja kama hadithi inavyosema, an Ali bin Abi Talib annahu inkasara ihda zandai fasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayamsah ala al-jabair qala lahu na'am. Imam Ali alivunjika hivyo vifundo vya viganja hapa, kwa hivyo akafungwa lile kwa Kipemba tunaita kichacha, kichacha kwa siku hizi tena itakuwa ndio kama hilo pio inafanana, lakini sio hasa. Inakuwa zamani mambo hayo yalikuwa kuna kama vitu kama vichacha, lakini ndio hivyo hivyo, maana ni moja, yani kifupi. Kwa hivyo akamwambia, je, apanguse tu kwa maji pale juu? Mtume akamwambia ndio afanye hivyo, lakini maulama wana kauli tatu katika masala haya. Kauli ya kwanza ni hiyo kama ilivyokuja katika hadithi kwamba atatawadha kwa viungo ambavyo kwamba viko sahihi, atavitawadha, na akifika kile ambacho kwamba hatakiwa kitie maji atapangusa tu kwa maji hivi juu, basi atapangusa, yani hafiki maji katika kile kidonda au katika pale ilipoumia. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni kwamba atatawadha viungo ambavyo kwamba ni vizima, halafu atafanya tayammum kwa ajili ya kile kiungo kibovu atakinulia kile ambacho kwamba kinaumwa, kiungo kigonjwa. Hiyo kauli ya pili ya maulama. Na wengine wameona kauli hii si barabara, kwa sababu wanaona hakuna kukushanya aina mbili za udhu katika wakati mmoja. Na kauli ya tatu ni kwamba hakuna kitu, atatawadha tu kwa sahihi na vile ambacho viungo ambavyo kwamba ni vizima, na kile ambacho kwamba si kizima basi haina kitu. Kauli bora, japo wengine wamesema ni kauli ya pili, lakini kauli ya kwanza ndio ina hadithi ya Mtume sallam kwamba Imam Ali kaambiwa apake. Lakini madamu kumekuwa na khilafu katika hii masala, basi yale ambayo kama umetangulia, basi ikiwa sala kidogo tu hivi akipenda mwenyewe kuzirejea ni bora, kama sala 2-3, kama sala siku 3-4 wiki, akawa kila sala 2 mwenyewe kurejea ni bora tu kuja katika hadhara. Lakini kama sala ni nyingi, basi madamu kauli ya maulama nyingine shakuwepo tena kwamba yeye si lazima kile akikoshe kile kiungo kibovu, basi tena maulama kwa kawaida jambo kama hili hulitolea ruhusa madamu kuna khilafu yani. Kwa hivyo utazama kama ni sala 2-3 kidogo za wiki nini, basi na wewe mwenyewe ukapenda kurejea, basi ni bora. Umefahamiana sikwambii kama ni lazima. Lakini mara ya pili kitokea hivyo, basi utawadha vile viungo ambavyo kwamba ni vizima, halafu chukua maji upanguse tu pale kwenye kiungo ambacho kama ni kibovu. Bora hii kwa sababu imekuja katika hadithi, ndio kauli bora. Wallahu tabaraka taala a'lam wa hikam.